Cha msingi hebu tulia na kuomba. Umenielewa? Hoja zako nimeshazisikiliza tayari. Subiri shemeji aseme naye. Chanzo ni nini? Umenasikia? Mpe haki na mwenzako aseme. Mpe fursa naye aseme. Unaongea nini? Nimeshakutulia. Shemeji, nini shida kwani? Yaani cha mno hapa. Yaani ni kitu gani cha mno ambacho kishawafanya kama mgombane nyie? Nyie ni watu wazima. Mnakuaje ima? Una shida gani lakini? Shemeji, hebu niambie, shida ni nini? Shemeji yangu. Ima, una shida gani? Mmekuja niwasuluhishe au mmekuja mgombane mbele yangu? Ima, tutakutana sasa hivi. Umesikia? Nimeshakusikiliza vya kutosha. Subiri na mwenzako aongee. Wewe jinga nini? Shemeji, endelea. Nini tatizo? Tulia. Hivi mna shida gani kilima? Tulio. Hebu nisikilize. Ima tutakosana. Umekuja kwangu kufanya nini? Nakuuliza, mmekuja kwangu kufanya nini? Brother, nisikilize. Nyamaza, kaa kimya. Naomba kaa kimya kabisa. Ungeyaweza ungeamaliza mwenyewe huko nyumbani. Msinge kuja kwangu hapa. Mshenzi mkubwa wewe. Unaongea nini ujinga huo? Unataka mwana kitu ndio unajua kila kitu. Au? Mshenzi nini wewe? Mpe na mwenzako fursa kusema. Mpe haja kusema. Kwa hiyo yeye ana makosa. Nakuuliza. Unamsikilizaje mwanamke? Mwanamke hana nafasi ya kuongea kwangu. Kwa hiyo mimi mwanaume nisikilize mimi. Alafu nikishakusikiliza mimi ndo kila kitu. Tunamwa nini hapo sasa? Nakuuliza, nikishakusikiliza wewe tunamwa nini? Alafu yeye sasa na haki gani wewe? Kama mwenye makosa ni wewe. Shemeji, mniambie shida nini? Yaani imekuaje sasa, imekuaje mpaka sasa hivi mnafikia hatua hii? Mbona sielewi nyie jamani? Na ni watu wazima. Tulia hapo. Jamani, Ima, unajua naweza kufanya kitu kibaya. Ima, uni ujinga gani bwana unaleta mbele yangu mimi wewe? Ima, tutakusanga sasa hivi. Nakueleza, naona hichi kikao maana kimevunjika. Shemeji, sasa nikwambie, nenda nyumbani. Na utafuta kwa muda wangu tutaongea. Naona hapa hatutaelewana. Ima, sasa nikwambie. Udumu wako na uleta katika maisha sasa hivi haya. Haitakiwi kuleta. Sasa nikwambie, mwanamke mwenyewe ana haki ya kusema. Ana haki ya kusikilizwa popote pale. Usimone tu kwamba yeye ndio ana makosa zaidi. Umeelewa sijui? Usimone mzako ana makosa. Wewe una makosa vile vile. Mshenzi mkubwa wewe. Naomba ondoka. Ondoka. Kwenye hii video fupi ambayo umetoka kuiangalia, maelezo yake yako hivi. Naomba tujifunze kitu. Wana psychology, wataalamu wa saikolojia wanasema watoto wetu, wake zetu wamekosa kujiamini na wamekuwa kama na ugonjwa wa akili kwa sababu tumewalea kwa ukali uliopitiliza. Yaani mtoto unamlea, baba au mama au mume, unakuwa mkali kiasi kwamba mwanao anakuwa hana uwezo wa kujiamini kwa chochote. Haumpi nafasi ya kujitetea, haumpi nafasi ya kuongea kitu chochote. Kiasi kwamba huyu mtoto atakuwa vile vile kwenye mazingira ya kuogopa. Mwisho wa siku hawezi kugombea nafasi hata ya mwenyekiti wa mtaa kwa sababu anajiona yeye ni wa chini. Umeelewa vizuri? Sasa kwa namna hiyo hatuwezi kutengeneza viongozi wa kesho kwa kuwa nyumbani tunawalea vibaya. Lakini pia mkeo anashindwa kuwa kiongozi au mwenyekiti hata kwenye kikoba kwa sababu kila akitaka kujieleza unajikuta mkeo kakuletea jambo ambalo linahitaji discussion, yani mabadilishano ya mawazo, au linahitaji mjadala fulani, au kakosea anataka kujitetea, unamtreat harsh, unamnyima nafasi, unamfanya vitu vibaya. Maana kwa mwanamke anajiandamine, hata akifanywa kitu kibaya anashindwa kuja kusema kwa mmewe. Umeelewa vizuri? Hatutarajii huyu mwanamke atakuja kuwa kiongozi sehemu yoyote ile kwa sababu umemlea hivyo. Lakini pia watoto sasa hivi kuna wimbi, watoto wanafanywa vitu vibaya, inawezekana shuleni au mtaani. Anajiuliza nani nimwambie? Wazazi wote ni mbogo? Hapana. Ili tutengeneze kizazi ambacho ni bora na kutengeneza viongozi bora, inabidi sisi nyumbani tuwe marafiki wa wake zetu, marafiki wa watoto wetu, ili watoto wajiamini, wawe na uwezo wa kugombea, wawe na uwezo wa kuwa viongozi.